You have talked about kingpins. Right now, one of the kingpins anasumbua Kenya mzima ni Gachagua. Yes. I don't know kama mshafika level ya kukuwa kingpin. No, this thing was it's a mistake. Another ni handball, nani alishika ikampatia penalty. Gachagua, nani Ruto had he known angekuwa na Gachagua to the last minute drop. Angekuwa prepared and he was told, but because of his own ego na kina Sudi na wengine wakamwambia toa huyu mtu. So this mtu has been created to become a monster. This person ni mtu anaelewa mambo ya serikali vizuri. He has worked in the system. In fact, he's a system. He's worked in intelligence, amefanya Nyati House, hao ndio walikuwa wanafanya Nyati House. Wakiwa na kina Wajakoya, na huyu alikuwa gavana wa Embu. Before Sicily. The one who was alishindwa, kapelekwa kotini, akashinda. They were unable to remove him completely. Wambora. Hao ndio walikuwa hapa Nyati House. They are the one who created the systems. So these are the people you cannot be able to fight easily. These are the people you cannot be able to bring down easily. Now what happened is that the position ile Raila alikuwa ameshikilia na ameipanua vizuri, Gachagua alikuja ameitake over. Ameigrab. And the power is grabbed. Power is not given. Power is grabbed. And I can understand, nitachezea Central Kenya, but I'm going to make sure the whole nation listens to me, the whole nation hears me, everything. And I will make sure nitapok kwa macho ya Ruto, ndio aendelee kunitangaza kule siwezi kufika. So what Ruto does, wakati Gachagua ameona siongelelewi kule nje, anasema Ruto amekonda masikio. So naye Ruto akienda wapi? Akienda huko kwa Waluya ataongelelea Gachagua. Akienda kwa Wakisii ataongelelea Gachagua. Akienda Northeastern ataongelelea Gachagua. So Gachagua is not using his money. The trick that Raila used to use. He will just come and kukutukana, ndio uende ukamzungumzie, uende ukamuendeleze, and the people in Kenya, they love that person, that bad person. So Gachagua take over, inherit the spirit ya Raila ile alikuwa nayo. Look at now, they are testing. Tomorrow, on Tuesday, watakuwa wakitest nini? Mass action. They are just testing. Kuona, tumefika kiwango. Lakini kiwango ya kufuruga Ruto, kutoboa masili zote na kufanya what Raila used to do, Gachagua is doing now perfectly well. You mean, even better. Ukisema kwamba right now, Gachagua is the Raila of this nobody. Gachagua will be, he might not be the president, but he will cause, or he will make the one to be the president. Gachagua atakuwa ina input kubwa 30%, 40%. He will influence whoever that is going to be the president, the coming president. So, he will be a kingmaker. Just like Raila. Just like Raila. Akikushika mkono hivyo ndio hivyo. Akikushika mkono kama Mount Kenya. Akikushika mkono hivyo, wewe umeenda. But the father ambaye atalete watu pamoja, the father, the civilian father now, atakuwa Uhuru. But this man atakuwa bulldozer, hata country, hata kule nje kwingine. Hata kienda Kisii atakuwa bulldozer kwa sababu atajitokeza. Unaona kienda Ukambani, anaendanga kuuza DCP wakiwa na Kalonzo hapo. Na anasema msiporegister hatutapatia huyu. Because he's making Kamban believe that it is him who would make Ruto, Kalonzo to become the president. Akienda Kisii, anaambia wa Kisii, support your son, na mimi nitamsupport. So he making the Kisiis believe, Gachagua, akisema ni Matiang'i tosha, itakuwa ni Matiang'i tosha. And that will work. He has created an illusion that he is a kingmaker. And people are falling for it. Yes, already they are in it. Mpaka Ruto ameingia kwa trap. Look at it. Ukuona mazishi ya nani? Ya hapa Olkalau. Ameitwa azungumze kabla ya nani? Wetangula amekataa. Ameenda kuitwa na MP, amesema siwezi kuitwa na MP. Ruto had to intervene, akaambia governor aende uite. Where have you seen such a thing? Where have you seen? Which country? President mwenyewe ndiye right now, he doesn't hold any office, so he's not part of the dignitaries. He's just a common mwananchi. Afai kukaa kwa tent ambayo iko na president. Anafaa kukaa na wale wengine wa kurusha mawe huko nje. Angekaa na raia, because he's not eligible for any leadership in the country. But he controlled everything.
na anaita mpaka mkwaya yake ikuje imbe. Naambia watu msitukane huyu, nisisikia ngwe. He knows how to do politics. He knows when to do what, how to do when, and when to do this. Just the way Raila will do. You go haya kitandawili, kuna kitu ikibadilika kihama inakuwa kitu ingine. Nani anasema hapo? Anasema sasa nywele ikiwa kwa kichwa inaitwa nywele, ikiteremka kwa kifua inaitwa malaika, ikikuja kwa mkono inaitwa makwao, inaitwa nini? Whatever. Ikiteremka huko hata nyinyi mnajua. So he know how. Gachagua is those people that will understand mumechoka. Analeta joke, mnacheka. Anajua mnataka makasiriko, anataka wauzie makasiriko, anawauzia makasiriko, mnakasirika. That's Gachagua. He's mastered, mastered the politics za Ruto vizuri kabisa. Mastered every politics. And again, he's a consumer of raw intelligence. Na anajua kuzitumia because he's an executor of intelligence. Umeona? He's an executor. He was working at Nyayo House. Hao ndio watu wale walikuwa nafinya watu. He's been there. Unanielewa? So this man ako ahead of Ruto. Meli yetu ikitoka kule alikuwa anajua inakuja, na alikuwa anajua itakuwa nini. Hawa watu wakikuja kushikwa alikuwa anajua wataenda kushikwa, pesa zitakupatikana kwa he knows, he's ahead. Because he's a consumer of raw intelligence. Hakuna mtu mbaya kama huyo mwenye na consume raw intelligence. Alafu wale watu wako kwa system ni wale watu aliajiri wakati alikuwa kwa system. Hawa mapolisi wakubwa saizi ni wale aliajiri, because he was the one running the system. So this is a man who has been able to pull strings towards himself. Umeona? He's able to control and make sure to manipulate, and system zote zimefanya kulingana na yeye. So he's become a kingpin. Hata ukienda kwa Wajaluo, they are talking about Gachagua. Gladys Wanga amepigwa na Ruto lakini anaongea Gachagua. Bwex anapigwa na Ruto lakini anaongea Gachagua. Ukienda mpaka huko Wetangula anaongea Gachagua. Everywhere. Wakienda bunge wanaongea Gachagua. Huyu wa Kikuyu anaongea Gachagua bunge. Parliament is discussing Gachagua. And what did he do? Alienda tu kuambia Wetangula huko kwa mazishi. Standing order fulani inasema standing order hivi na hivi na hivi na hivi. He created disaster topic. Watu waendelea kumdiscuss in parliament, outside in parliament, people are discussing. So he is not using his money. He's made people to talk about him. And that's the beauty. The beauty of knowing politics and understanding the politics of the nation. Gachagua is a king maker. So come 2027 in central Kenya, if you look at the party that will rule, will it be UDA, DCP, Jubilee, ama what? What will happen? DCP will have a lion's share, but the Jubilee also will have a share. But the candidate, all the votes zitaenda kwa Kalonzo. All the votes from Kisii, from Murang'a, from Embu, from Meru, from Mukambani, parts of Coast, parts of Northeastern, larger parts of Nairobi, zitaenda kwa Kalonzo. Ile kitu Kalonzo hatakuwa nayo, he will have a very few members of parliament. Members of parliament watakuwa subdivided alongside the coalition. And so that would be risky for him as the president. And that is what we need. We need such a president who doesn't have a majority member of parliament. The president who will have to not to use money, but to reason with the people and make facts work, so that we can have a nation that is moving on together. But when we have what Ruto is trying to do, to build a system that he is going to have half of the parliamentarians will be from his party, so he can be able to manipulate whatever he wants to manipulate. That is wrong. We don't need such a party, such a president that is wrong, too strong for the nation. We need a sober person who knows that he can be removed anytime, so he will work for Kenyans all over, across board. Thank you. Ujumbe tukimalizia wa Kenya. Ujumbe kwa Kenya, we are getting into a very difficult times. The season for mass actions, I told you, the season for mass actions will start very soon.
It might not work very, very strongly the way they want this Tuesday, but it will work somehow. A fire will start. A fire will start from somewhere, and then Nairobi will, at some point, it will be a no-go zone. But most probably, they will try to. You see what Servana Sosoro said the other day. He was trying to caution Kenyans against having a president who is a military from the army. It's as though somebody had said there will be a military president. But this is what they discussed with Ruto. That he's preparing Ketere to come and take over from Kahariri. He's preparing this. Is it Koech, the one that was accused of killing the Kalenjin guy? Eliud Lagat. Lagat is the one who is taking over the DIG. Is not IG. And also in the DCI there is another one who is taking over from there, and even in the intelligence they are grooming somebody from their community to take over. So the system, the security system will be from Murkomen going down one community, and for this it is in preparation. Should you push him out, because there is a possibility of a vacuum in this nation, an army will take over. I told you. Remember this time I told you. So they are prepared. Should there be a vacuum in this, our money will be in this. Should there be this problem, our money will be here. So they have prepared. He has taken care of that. That should there be this problem will be sorted out by our fellow men. Yes, that's how smart Ruto is. Anatoboa. Ametoboa sasa. Up to where we are, ametoboa. Hata kama mnasema anakonda, mnasema anafanya nini, but he's making things work his direction. Ametoboa kutoa Gachagua, ametoboa kumaliza Raila, ametoboa kumaliza ODM, ametoboa. He's working. His systems are working. What? His systems are working. But now what will be started, the mass actions, ndio shida sasa hapo. Ndio umeona wameban. Wamesema hakuna mikutano tena, because wanajua what is ahead. It is not good. Intelligence imewambia na kila kitu. And also now hapa ndio atashikishwa handball. Atashikishwa handball hapa. Hii handball akishikishwa repercussion ni gani?